Hizi ni update za wakati huu kuhusu Red Devils Manchester United. Taarifa zinaeleza Manchester wamepeleka ofa ya awali ya pauni milioni 55 kwa klabu ya Brentford ili kuweza kumpata Bryan Mbeumo, na hii ni kwa mujibu wa taarifa vyanzo mbalimbali vikiripoti, hususan The Athletics ambao wametoa taarifa hii tangu majira ya saa 9 usiku hivi. Lakini kinachoelezwa kwa sasa ni kwamba Manchester bado haijafikia makubaliano binafsi na mchezaji, kitu ambacho kinaonekana sio shida. Shida pekee ni makubaliano kati ya klabu na klabu. Pauni milioni 45 ndio ilikuwa imewekwa na nyongeza ya pauni milioni 10 ili kuweza kupata uhamisho wa Mkameruni huyo ambaye alikuwa na season bora sana katika ligi kuu ya pale nchini England, na ikitakiwa kwamba Manchester au Brentford wakisema wanataka angalau kuanzia pauni milioni 60 kwenda mbele. Manchester wameweka 55. Tusubiri kuona, negotiations zinaendelea hivi sasa. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, kuna mazungumzo yanaendelea kati ya pande mbili, upande wa Manchester na upande wa Brentford, ili kufikia makubaliano. Na mchezaji inaonekana sio shida kabisa, kwa sababu nyota mwenyewe ametamani na anataka kwenda kujiunga na Manchester United. Kikubwa ambacho anataka yeye ni kupewa mshahara wa kiasi cha pauni 250,000 kwa juma. Kwa hiyo tusubiri kuona hivi punde mazungumzo ambayo yanazungumzwa, makubaliano ambayo yanazungumzwa yatafikia wapi. Lakini huenda dili hii ikakamilika mapema kabla ya kumalizika kwa wiki inayokuja. Tusubiri kuona ndani ya siku chache. Hizi ni kwa mujibu wa taarifa ambazo zipo kutoka vyanzo mbalimbali kwamba dili hii itakamilika mapema, na kikubwa Manchester wanataka kukamilisha angalau dili 3 mapema kabla ya kuingia kwenye vurugu kubwa za dirisha hili la usajili. Bryan Mbeumo, here we go, inaweza ikawa suni. Pauni milioni 55 ndio ambayo imepelekwa. Mbeumo amekuwa na season nzuri sana akipiga goli 20, na ukiangalia walifunga goli 20 plus inawezekana ni watu 3-4 hivi. Alexander Isak pamoja na Alexander Isak, Mohamed Salah amebuka mfungaji bora, Erling Haaland pamoja na Bryan Mbeumo ambao ndio wamefanya vizuri katika ufungaji. Lakini taarifa nyingine inaelezwa kwamba wakati huo Manchester United wamefanya mawasiliano ya awali na Victor Gyökeres ili kuangalia uwezekano wa kuweza kumsajili mchezaji huyu katika dirisha la kiangazi. Hii ni kufuatia ombi la Ruben Amorim na washirika wake kutaka mchezaji huyu kuja kutua pale Old Trafford. Lakini pia taarifa hiyo inaeleza kwamba Victor Gyökeres anasubiri kufanya reunite pamoja na meneja wake wa zamani wa kule kwenye klabu ya Sporting Club do Portugal. Gyökeres mwenye umri wa miaka 27 amekuwa mshambuliaji moto sana barani Ulaya katika season hii, hasa kwenye ligi ya Ureno pale ambako alifanya vizuri sana. Katika michezo 102 chini ya Amorim alitisha sana, lakini hata season hii ameibuka kuwa mmoja kati ya wafungaji wa kuvutia sana. Timu ya taifa akifunga na kwenye ligi ya kule Ureno akifunga, amefunga magoli 97 na akitoa pasi 28 za usaidizi katika michuano yote. Hiyo ni hiyo. Katika hatua nyingine, Jason Wilcox ametangazwa rasmi sasa kuwa atakuwa ndio mkurugenzi wa kandanda wa Manchester United, na huyu anakuwa ni mkurugenzi wa soka akichukua nafasi ya Sir David Bradford ambaye yeye anaondoka katika nafasi hiyo na kurejea kwenye kuitumikia kampuni yake mama ambayo anafanyia kazi, kampuni ya Ineos. Wilcox alikuja kama mkurugenzi wa ufundi, lakini sasa atakuwa ndio mkurugenzi wa soka wa Manchester United, na atakuwa anafanya kazi zote ambazo alikuwa anazifanya Sir David. Na Sir David amekuwa ndio mtu karibu wa Sir Jim Ratcliffe, na wao ndio wanafanya kazi za michezo kwenye kampuni ya Ineos. Na Jason sasa atakuwa na jukumu la kuhakikisha yeye ndo anaipeleka mbele Manchester United kwenye mambo yote ya kandanda. Kwa anatoka kwenye mkurugenzi wa ufundi mpaka kuwa mkurugenzi wa soka wa United kwa ujumla. Hii ni moja kati ya vitu vikubwa sana na ni moja kati ya taarifa kubwa siku ya leo. Lakini Marcus Rashford atalazimika kupunguza mshahara wake ili kuweza kusajiliwa na International Milan. Inter wanaonyesha nia, na ndio klabu ya hivi karibuni ambayo imeonyesha nia ya kuweza kumsajili Marcus Rashford, ambaye mshahara wake inaelezwa ndio tatizo
sababu ana mshahara mkubwa sana, na huenda ikawa ndo chanzo cha FC Barcelona kuamua kusitisha mpango wao kuweza kumsajili. Manchester inahitaji angalau paundi milioni 40 kuweza kumwachia kinda huyu wa zamani wa pale kwenye academy ya Manchester, ambaye alikuja kuisaidia katikati Manchester hapa. Rashford alikuwa ni mtu muhimu sana, na hiyo ni taarifa nyingine ambayo ipo siku ya leo kuhusu Red Devils Manchester United. Taarifa nyingine rasmi tunafahamu Jadon Malik Sancho amekwisha kurejea United baada ya kumalizana na Chelsea katika mkopo ambao aliutumikia kutokana na kwamba alienda kwa mkopo Chelsea. Jana tuliona taarifa kwamba kuna vilabu kadhaa vitatu kutoka nchini Saudia vikimhitaji, lakini leo pia tunaona kuna vilabu kadhaa pia kutoka Ulaya vinahitaji saini ya Jadon Malik Sancho. Napoli wanamhitaji Sancho, AC Milan wanamhitaji Sancho, lakini klabu ya hivi karibuni zaidi ni Aston Villa pale nchini England. Wao pia wanatajwa wako tayari kuweza kufanya usajili wa mshambuliaji huyu, na inaelezwa kwamba Jadon Malik naye pia analazimika kupunguza mshahara wake ili aweze kusajiliwa na Aston Villa, kwa sababu pia mshahara wake ni mkubwa. Ndio sababu ya vilabu vingine kushindwa kuweza kumpata. Kwa hiyo inaelezwa kwa taarifa zilizopo ni kwamba Jadon pia anahitaji kupunguza mshahara wake ili aweze kusajiliwa. Kwa hiyo Napoli, ambako afisa wa negotiation wa Manchester alikuwa Napoli wiki iliyopita akijaribu kuzungumza na watu wa Napoli, na kuna taarifa nyingi mseto kwamba anataka kuhakikisha deal ya Osimhen inakamilika, lakini kuna taarifa kwamba kuna swap deal ya kumtoa mtu kama Rasmus Hojlund, lakini wanaelezwa pia Garnacho anaweza kuwa anatakiwa na Napoli, na sasa ni Jadon Malik Sancho ambaye inaelezwa ni Napoli, AC Milan pamoja na Aston Villa wao ndio wanamhitaji zaidi. Bana, jana kuna mtu alipatia ile swali ambalo alikuwa nimeliweka, hongera sana kwake, alijibu sahihi kabisa kuhusu picha ambayo alikuwa nimeliweka. Yule alikuwa ni Johan Sebastian Veron.